Wapendwa wadau wa ushairi, ninawakaribisha tena. Tunaendelea na uchambuzi wa diwani ya asubuhi ya matumaini. Katika vipindi viwili vilivyotangulia nilitoa maelezo ya utangulizi ya namna ambavyo diwani hii iliyoandikwa na mwandishi Christopher Mwashinga ilivyosheheni mambo mbalimbali ya kuisaidia jamii, hasa kutuelekeza katika kumtazama Mungu kama tumaini letu katika nyakati ngumu za maisha tunazozipitia. Sasa leo tutaanza uchambuzi wetu katika sehemu ya kwanza, maana mwandishi katika kitabu chake ameyagawa mashairi yake katika sehemu 7. Na sehemu ya kwanza ameita nuru na giza. Na katika taswira hizi mbili za nuru na giza zimewasilishwa kupitia mashairi 8 yaliyopo katika sehemu ya kwanza. Na hivyo nitakachokifanya hapa ni kukupatia uchanganuzi na uchambuzi wa mashairi 8 ya sehemu ya kwanza. Na nitaanza kwa kueleza tu istilahi hizi mbili, taswira hizi mbili zilizotumika katika diwani hii katika sehemu ya kwanza, giza na nuru. Baada ya usomaji wa kina wa mashairi haya 8 ya kwanza, ninaweza kusema kuwa taswira ya giza imetumika kuwasilisha nyakati ngumu ambazo anazipitia binadamu. Lakini wakati mwingine giza limetumika kuonesha changamoto, limetumika kuonyesha ulimwengu ambao mtawala wake mkuu ni Shetani. Na taswira ya nuru imetumika kuonesha nyakati njema, nyakati za matumaini, nyakati ambazo ni za kusherehekea. Lakini nuru wakati mwingine katika mashairi haya imetumika kumrejelea Mungu mwenyewe na utawala wake. Na hivyo baada ya kufahamu hizi taswira mbili za msingi katika haya mashairi 8, tuanze sasa kwa kuangalia maudhui yaliyowasilishwa na mwandishi katika haya mashairi 8 ya kwanza. Mwandishi katika haya mashairi 8 ya kwanza anatupatia ujumbe anaotupatia mwandishi, anatueleza namna ya kuvumilia katika nyakati ngumu. Na katika shairi lake alilolipatia anwani ya hakuna kinachodumu, mwandishi anatueleza nyakati ngumu ni hakika, tutazipitia kwenye maisha. Na katika nyakati ngumu watu wanachekwa, watu wanabezwa, watu wanadharauliwa, wanafanyiwa kejeli za aina mbalimbali, wanaumizwa. Lakini tumaini lipo ya kwamba nyakati hizi hazidumu kwa hakika. Bwana Mungu huwa anabadilisha majira yale ambayo tunadhani tumefika mwisho, na dunia na muovu Shetani anaona kwamba ametumaliza. Ndizo nyakati ambazo Bwana hujiinua na hutubadilisha na kutufanyia yale mambo ambayo kwa akili za binadamu hakuna ambaye angefikiria yangeweza kufanyika. Lakini maudhui mengine tunayoyapata katika mashairi haya 8 ya kwanza ni habari ya kulinda hazina. Hazina ni kitu cha thamani. Hazina ni kitu ambacho wewe na moyo wako mwakijua. Hazina ni sehemu ambayo moyo wako upo kwa sehemu kubwa. Na hivyo mwandishi anasisitiza kwamba ni vyema kuilinda hazina kwa gharama kubwa. Hata ikikulazimu kupanda milima, ni bora kuipanda milima kuliko kutafuta vitu vya mseleleko. Maana kitu chochote unachokitafuta kwa gharama, kitu chochote kilicho cha thamani kwako, hapo ndipo moyo wako, akili na ufahamu wako utakuwa hapo. Na mimi napenda kuongezea kwamba mwandishi anapotutazamisha katika kulinda vile vilivyo vya thamani. Vitu vya thamani kwetu ni nini? Mungu ni kitu cha thamani sana kwetu. Tunapojiwekeza katika kumtazama Mungu, mali zetu tunapozitazamisha katika kumtumikia Mungu, tunapojitoa kumpatia Mungu vilivyo vya kwetu, tumeviweka katika mahali sahihi sana. Na hivyo sehemu ambapo hazina yetu ipo, ndipo na moyo wetu unapokuwepo.
Lakini maudhui mengine tunayoyapata katika mashairi haya, mwandishi anatusaidia kufahamu ya kwamba tupo katika nyakati za mwisho. Tunapoipenda dunia na mambo yake, tunapopenda pesa, tunapohangaika katika utafutaji, tunapotafuta majina na sifa za ulimwengu huu, tumesahau ya kwamba tunaishi katika ulimwengu wa giza, na muda wowote ule mwisho umekaribia. Na hivyo bado tumaini lipo ya kwamba Mungu anawahitaji watu wake. Tunapopata nafasi ya kutubu na kurejea, Mungu si kigeugeu, maana yeye yuko tayari kuwapokea watoto wake. Na tunapofanya hivyo, sisi tuliokombolewa tunayo nafasi ya kutokuchoka kulitangaza neno la Mungu, kuwahubiria watu bila kuchoka, kuambia mwisho umekaribia, tunakaribia kurudi nyumbani. Na hivyo tusichoke kupiga mbiu, kupaza sauti zetu, kuambia watu kwamba ule mwisho umekaribia. Na hata tutakapolala katika mashairi mawili ya asubuhi ya matumaini na usiku umeingia, mwandishi anatukumbusha habari ya ufufuo katika kifo. Ufufuo wa wafu ni habari njema na ya tumaini tulio nayo, ya kwamba Mungu atawafufua wapendwa wetu. Tunapolala katika tumaini ni ya kwamba tusiogope. Ijapokuwa kifo hakizoeleki, kifo kinaleta vilio, kifo kinaleta ukiwa, kifo kinaleta kujitenga, kifo kunaleta maneno mengi sana na matatizo mengi katika jamii. Lakini anasema ile asubuhi njema inakaribia, ambapo tutawaona wapendwa wetu. Na jambo la mwisho ambalo mwandishi anatukumbusha ni ya kwamba tumtegemee yeye. Tunapomtegemea yeye, maisha yetu yatabaki kuwa salama. Na sehemu ya mwisho ya mashairi haya, mwandishi anahitimisha kwa kutueleza habari ya kuwa makini na mambo madogo. Anasema unapoona mwanga, elewa ni ishara ya jambo kubwa linalopokuja. Sauti tunazozisikia, tayari mwanga ulishapita. Niseme nini? Ya kwamba maisha ya mwanadamu, mambo madogo madogo tunayoyapuuza huwa ni ishara ya mambo makubwa yanayokuja. Dalili hizi tunazoziona, tunazichukulia kawaida, tunaziona ni dalili ndogo, lakini ni ishara ya tukio kubwa linalokuja baadaye. Kristo anarudi tena. Kristo anarudi tena ili watu waende nyumbani. Na hivyo hizi dalili tunazoziona za nyakati za mwisho ni mianga, ni miale inayotuonyesha ngurumo kubwa inayokuja tutakayoisikia. Hivyo hatuna haja ya kusubiria ngurumo. Sisi tujiandae. Na katika haya tunayoyaona yaliyo madogo, tujiandae kwamba Bwana anarudi. Lakini hata katika maisha ya kawaida, kuna vitu vidogo vidogo tunavyovipuuza. Kuna mambo madogo madogo tunayoyaona na tunayadharau. Yaweza kuwa kuna mtu unamuona anapita katika vichangamoto fulani na ukaona ni vya kawaida, ukavipuuza. Lakini baadaye unasikia mtu amejiua. Ulikuwa ni mwanga unaoashiria tukio kubwa linalokuja. Niseme nini? Tusipuuze mambo madogo madogo. Yale mambo tunayoyaona ni mwanga, na ngurumo inapokuja kusikika masikioni mwetu, tusije tukawa tumechelewa. Kwa hiyo mwandishi Mwashinga ametusaidia katika mashairi ya usiku na giza kutupatia tumaini la kuamini ya kwamba licha ya changamoto zote tulizo nazo, twapaswa kuwa wavumilivu. Lakini licha ya maumivu tunayoyapitia, ni kweli tutaumia na tukubali kuumia. Lakini haya maumivu tunayoyapata, majeraha na makovu, yana mwisho, kwa sababu Mungu anakwenda kubadilisha mambo. Mungu anakwenda kuibadilisha historia yako. Ninakushukuru sana kwa sababu umefuatilia sehemu hii ya kwanza ya uchambuzi wa kitabu cha Diwani ya Asubuhi ya Matumaini. Tukutane katika uchambuzi wa sehemu ya pili, na Mungu akubariki sana. Mimi ni mwalimu
Davian James Buguna ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Mzumbe, Tanzania.